Najaribu kuweka rekodi mpya ya mtu ambaye ni wa kwanza duniani kukumbatia mti kwa saa 72 na kufikia sasa amebakisha saa 2 hivi aweze kuvunja rekodi hiyo. Kwa saa ambayo inatumiwa kwa sasa amebakisha saa 1 na dakika kama 55 hivi ili aweze kuivunja rekodi ile ambayo ni baada ya kuivunja rekodi yake ya saa 48 aliyokuwa ameiweka Machi mwaka huu, na ikiwa ni nia ya kuingia kwenye kitabu cha rekodi cha kidunia cha Guinness. Na amekuwa hapa tangia Jumatatu adhuhuri zikiwa ni saa 6 na dakika 25, na ambazo zikiwadia siku ya leo ataweza kuwa amekamilisha saa 72 za kuwa ameukumbatia mti wenyewe. Na kwa motisha kwa sababu hatuwezi kuzungumza naye kwa sasa, motisha ndio anaendelea kupewa na wale ambao ni marafiki zake, wale ambao wamefika kumsupport. Na kwenye upande huu mwingine kuna wakazi wa kaunti hii ambao wameweza kufika na kuweza kufika kujumuika naye kuhakikisha kwamba wanampa ule motisha ambao unafaa ili aweze kufanikisha zoezi hili, kwa sababu ukimwangalia tukirejea kwake kuna ishara kwamba ni kweli zoezi hili ni kubwa, zoezi hili limeweza kumchosha, lakini anaendelea na kwa saa hizo ambazo zimebaki anatarajia kuwa ataweza kuwa amefanikisha yale masaa ambayo ananuia katika hali ile. Na ili kuhakikisha kwamba hali yake ya afya imeweza kuangaliwa, kuna ambulensi ambayo imeweza kutengwa na serikali ya kaunti ya Nyeri pale nyuma. Nadhani tutaweza kuiona ili mahali atakapoweza kulisitishia lile zoezi lake ataweza kupokea huduma za dharura na kupokea matibabu pengine anayoyahitaji. Nataka nitafute mwana mazingira mmoja ambaye wamekuwa wakishiriki naye nijaribu tu nizungumza naye. Fidelis, njoo karibu kwenye runinga ya Ramogi. Kama wana mazingira, tunashuhudia nini hapa leo? Tunashuhudia msichana mmoja mwenye amekuwa na the power of resilience, amejitolea kuhug mti for 72 hours bila kustop, non-stop. Na huyu msichana ametuonyesha kwamba kila ambacho unakitarajia kwa maisha yako unaweza kipata, however small it is. Na kwa yeyote ambaye anaangalia anaona kweli msichana ametoka, mkizungumza naye anasema nini? Anasema lazima afikishe hizo 72 hours kwa sababu hicho ni kitu alikuwa anataka kufanya, and it was her it was something that she really wanted to achieve. It was a goal she wanted to achieve. Yeah. Na kuendelea mbele